kwa mjasiriamali mdogo mdogo. Na sasa hivi wamesitisha kwa sababu sio kwamba hawaendelei, ni kwa sababu watu wengi wamekopa, alafu uaminifu wa kurejesha. Mimi kilio changu ni njooni tukopeni, lakini muwe waaminifu wa nini? Muwe waaminifu wa nini? Watu maafisa maendeleo wengi kwenye kata mbalimbali wanafunguliwa na kitu kimoja tu, uaminifu wa urejeshaji fedha zilizokuwa zimefungwa. Hivi jamani, mtu akija akakukamata hapo afande, si amekudhalilisha kwenye jamii? Uongo. Boda boda usafiri. Boda boda. Jamani, tusichukulie hii kazi poa. Watoto wengi wengine kesi zinakuja wamelawitiwa na waliosababisha ni madereva boda boda. Mimi nimefanya kazi hizo na wengine wamekimbia. Jamani, hii ni kazi, sio kazi ya wahuni. Nadanganya? Hawafanyi wahuni, wanafanya watu ambao hii ni kazi yao na ni shughuli yao ambao watu inawaingizia hela na wanajenga. Tuthaminiane na tusaidiane katika ulinzi. Sasa hivi vijana wengi wanatuharibia watoto wa kiume. Kama pale shule ya msingi Kilanyi pale chini kule bondeni. Baba zangu mliokuwepo hapa, kaka zangu mliokuwepo hapa, naombeni kwamba tuumie. Kama mwanao akifanyiwa anaumia, ufikirie mtoto mwingine akifanyiwa anafanyaje? Mtoto mwingine akifanyiwa anafanyaje? Nyie ndio wakuu wetu wa kutusaidia katika usalama na ulinzi. Mimi nimeokolewa mara kibao pale. Ningeumizwa sana na mbwa isingekuwa bodaboda upande wa Ilboni. Na hapo nilikuwa naenda kwenye kesi. Jeshi karibu la mbwa 30 walikuwa wananivamia. Ni bodaboda walinizunguka kwa honi. Jamani, bodaboda oye. Yeye ni watu wa thamani sana na mnalinda watu pasipo kujua. Yaani thamani ya baba ni mlinzi mkubwa. Na mtu unaweza kumlinda asidhurike. Leo kama ile siku bodaboda asingenilinda ningekuwa hapa. Labda si ningekuwa mlemavu. Haya, kaka yangu angesema na mimi naenda kweli aliacha shule. Lakini kwa sababu ya sisi kaka